baby girl, unadhani niko vibaya? Unadhani niko vibaya? Zangu. Ukiangalia video haraka utafikiria ni maandamano or something, just some vurugu in town, but this is the launch of the mood. Kuna Nganya fulani imekuwa ikingojewa kulaunchiwa. Na this is the third in George RUTO'S collection. George RUTO amekuwa ule mse mwenye amekuwa very enthusiastic na the Nganya culture. Na alijoin the Nganya culture through Nganya yake ya kwanza ilikuwa inaitwa Manifest. After Manifest ilichachisha sana na iliwin awards. Akarudi akatoa Matrix, na Matrix pia imekuwa ikidufiti kwa market. Sana sana hizi gari ziudu route ya Runga Ngong Road hivyo. Na saizi kuna The Mood by George RUTO. Sasa nataka nikuonyesha vile how the mood is iconic na vile ina represent the Nganya culture in Kenya. Kama umekuwa ukifollow Nganya culture unajua imekuwa so iconic in the world to a point that mse kama Trey Songs amekuja Kenya manze tu ku feel the experience of kubebwa na Nganya. So hii ni kitu tumedate back kwanza zile enzi za kina Isa, kulikuwa hizo magraffiti zinawekwa kwa mamat, na sasa hizi ime-evolve to a point yenye tunaona The Mood, which is estimated to cost 14 million Kenya shillings. Hii gari ni ngori kwa sababu dashboard yake is customized, imewekwa pale hivyo deck ya DJ, so hapa hivi ngoma ni live anytime kwa hiyo gari. Just be sure that ngoma iko pale hivyo live. Another thing yenye nimeona very iconic na hii gari ni ati na zile unajua zile basket seats zile fulani za gamers ama zile ziko kwa magari za kurace. It is estimated that each seat there is costing 100 and something thousand. Ukipiga hesabu yako fiti unakuta viti peke yake kwa hiyo gari zimecost 3 point something million. Leave alone the sound system which is estimated to have cost 2 million. Mwenye ali customize gari anasema in the whole of his life kwa hii kazi ya Nganya hajawahi customize gari expensive to this point. Na watu walikuwa na mixed reactions kuhusu vile hii gari ni ya George RUTO na vile saizi kuna hiyo opposition, watu wadai story ya RUTO na nini na kukakuwa mixed reactions. Watu watatokea time ina launchiwa nini vile kumekuwa na stories za NTSA na Manganya kutolewa magraffitis na all that, but George RUTO yake inakubaliwa na all those things. Watu wamekuwa kipassive kukua manze ni George RUTO ataka take over industry, but wait until Friday evening pale hivyo KICC ilikuwa inakaa ni maandamano, ni kama ni drama, ni kama ni something that had been planned for like 3 months. This was the unexpected launch of The Mood by George RUTO. Mbogi ilitokea pale hivyo in a very big way na watu wamekuwa confused. Watu wanashangaa manze tuko against RUTO but mtoto wake ana launch gari na watu wanafikiria hii gari imebaiwa na pesa ya Wakenya, but mbogi imetokea in a very big way. The same mbogi yenye yutokea kwa street kukana RUTO. Now, why is this happening? This is happening because there is a very big difference between William RUTO na George RUTO, na pia there is a very big difference between Nganya culture and the revolution going on right now. Mi na feel hivyo, na I might be wrong, I might be not correct according to your view, but mi na feel hivyo. Nganya culture has been there since way immemorial, na tukiona gari natoka ina hypiwa to this point na iko advanced to this point, na feel manze tunafaa to appreciate. But hii inaacha confusion mingi sana kwa the political class. Juu wanashanga how do we understand these people now? Tutaelewa aje Gen Z? Tutaelewa aje bana? Because I'm sure hii ilikuwa test, and for now me I can assure you for his own political gains, William RUTO is going to fund more and more Nganyas through George RUTO. Na kutakuwa ma festivals mingi sana za Nganya culture na whatever courtesy of William RUTO. Jua shaona manze, this is a crowd puller. But should Nganya culture be politicized? Ama what is your take on vile watu wametokea kwa hiyo story ya launch ya The Mood, na considering the fact that saizi kuna opposition mingi sana ya William RUTO na The Mood ni the son of the president? What do you think about that? Honestly, Gen Z wameweza ku differentiate between growing the Nganya culture and this revolution. Hatuwezi wa Nganya culture kwa sababu ya revolution. I mean, hii gari kikosa kutengenezwa na George RUTO, kutakuja mwingine mwenye ataijenga tu. So either way man, let's embrace what's coming.
Na either way hii pesa kama ingejenga Nganya ingeenda kuingine, either way angeenda malap na apige malap na huko hivyo US, Australia, UK na huko hivyo expensive things. Na hiyo 14 million, what is 14 million kwa mtu kaa Ruto saa hizi? Nyinyi mlisikia interview ya Jalango pale hivyo AM Alex Mwakideu alikuwa anasema presidential campaign costs 1.5 billion inaenda 3 days, if not a week ni 3 days. 1.5 billion. Na hapa hivi tuna complain story ya 14 million enye imefanya kitu ingine crazy na marvelous manze kwa the Nganya culture. I mean, mimi I am one term, but on this deep down nataka kubebwa na hiyo gari. Deep down I wanna be in that vehicle, and soon I will be. Anyway guys, I don't know what you guys think about this story. You can comment down there and tell us.